Bwana mambo vipi? Nzuri kaka. Mchezo uliona Yanga na Dodoma? Game niliona, nilifuatilia mwanzo mwisho. Sababu ilikuwa nini mpaka mkafungwa goli 3 na Dodoma? Unajua mpira ni mchezo ambao una mambo mengi. Mpira ni mchezo ambao una matokeo matatu, lakini kwa timu yangu niliangalia siku zile ilikuwa siku mbaya tu. Unajua katika mpira kuna siku inakuwa siku mbaya tu. Haijalishi ukoje, haujalishi uko vipi. Na kipi kilichofanya kwamba wachezaji wameingia na kucheza ndivyo sivyo? Kwa mimi ambaye na utaalamu kidogo wa kufuatilia mpira, mimi naona katika siku ambayo Yanga ilicheza vizuri ni siku ile, ila tu jioni kidogo naweza nikasema sababu zetu hazikuwa na umakini. Mfano, kwanza nataka nirudi nyuma kidogo. Kuna goli tulifungwa mwanzo dakika kama ya 20 kitu, tulijifunga wenyewe. Kimpira lile ni goli la kimchezo tu, lilitokea bahati mbaya. And then tukaja tukasawazisha makosa yetu, tukapata goli la pili. Tulivorudi timu ilipushi sana, ilipoteza nafasi nyingi sana. Lakini kwa jicho langu mimi la kimpira, kuanzia dakika 75 kuna watu walikuwa wanatakiwa wapungue mule ili kuongeza nguvu katika safu ya ushambuliaji. Mfano, mdogo wangu Prince Dube hakuwa vizuri katika mchezo, alicheza vizuri lakini hakuweza kutumia nafasi. Kwa jicho langu mimi nilikuwa na mwalimu alikuwa na nafasi inamhitaji Depo kuongeza kitu, lakini kuna sababu alifanya mwalimu. Yeye ni mjuzi zaidi kuliko mimi, yeye ni mtaalamu kwa sababu kasomea ile kazi. Siwezi kumkosoa au kusema kafanya vizuri au vibaya, ila kwa macho yangu mimi sikuona sababu ya kuingia huyu mchezaji wetu mpya anaitwa hapana Buba. Kwa sababu umeenda kumtoa Engine ambaye ni Max Zingeli, mtu ambaye alikuwa na hold, anakaba, ana push, anaweza kazuia, anaweza kapeleka mashambulizi mbele, ukamuingiza Buba. Ina maana kitendo cha kumuingiza Buba bado ulilazimisha timu ifunguke, na wakati dakika zilikuwa zimebakia 3-4. Kimpira dakika kama zile ukishaona kama vile, na maana tayari wewe una siku mbaya, huwezi kuwafunga wale watu. Rudi nyuma, weka mistari mitatu, zuia, dakika 5 mechi hicho, ondoka na pointi 3. Lakini sisi kilichotuponza bado tunang'ang'ania, tunataka tupate goli. Alikuwa na ndambu ile pale, alikuwa anaweza kumuingiza nyuma, kuongeza nguvu katika ulinzi. Alikuwa na watu wengi tu ambao wanacheza safu ya nyuma, kupunguza makali ya Dodoma ili bado tupate ushindi. Lakini nasema kwa jinsi timu ilivyocheza, ile ilikuwa siku nzuri kwetu, ilikuwa siku mbaya, lakini bado hajatukatisha tamaa kusema Yanga atakosa ubingwa. Yanga ataendelea kuwa bingwa wa nchi hii kwa mara ya 5 mfululizo, kwa sababu hata mwaka jana Yanga ilibakisha pointi 1 ikawa na mechi na Simba, inahitaji draw tukaenda kupata pointi 3, lakini mpaka hivi sasa sisi tunawazidi Simba pointi 2. Wao wakishinda za kwao na sisi tukashinda za kwetu, nadhani majibu unayo, utajua nani atakuwa bingwa. Hivyo na Yanga ambayo tumeona siku ya Dodoma Jiji wamecheza siku zile, sio Yanga tuliyozoea. Na ukiangalia mchezo ambao amecheza Bakari Nondo Mwamnyeto, unafikiri tatizo kilianzia wapi au chanzo kilianzia wapi mpaka Mwamnyeto anakuja anajifunga? Huyo ni mpira tu, kwa sababu walifanya shambulizi Dodoma, wakaenda mpira katika flanks ya kulia, wingi wao akapiga cross ya ndani, alipiga cross ambayo iko hadi Bakari. Ule mpira alikuwa anaenda kujaribu kwenda kuutoa, lakini katika kuupiga ule mpira ukakatika. Ule mpira hakuingia mguuni vizuri, ukabadilisha mwelekeo, tukajifunga. Hiyo ni moja tu katika matatizo ya kifutboli yanatokea tu, mchezaji kufanya mistake, na huwezi kufungwa bila kufanya makosa. Ili ufungwe lazima ufanye makosa. Lakini kwa kumalizia, nikukatishe kwa kumalizia, unakionaje kiwango cha Diarra? Maana siku ya ile alisusa, na sababu ipi ambayo ilimfanya mpaka anaondoka katika mchezo? Diarra ndio goalkeeper bora namba 1 Tanzania na East Africa. Ni goalkeeper wa 5 Afrika. Huwezi kusema Diarra ni kipa mbovu kwa sababu kafungwa na Dodoma. Unajua watu wanaongea tu Diarra kasusa. Hayo ni maongezo yanaongewa na watu tu, Diarra kasusa. Lakini mimi sikuona kususa kwa Diarra. Mchezaji anapata tatizo la kimpira wakati wowote tu, la kiafya, unaona, mshtuko, umeelewa? Lakini swala la kususa, mimi sijamuona Diarra kama alisusa. Kama angesusa Diarra, sidhani kama angerudi kwa kwenye fomu. Mimi naona Diarra alipata tatizo la kiafya. Alimaliza mechi? Hakumaliza mechi. Sasa kwa nini unasema hajasusa? Hakususa, kwani mchezaji aumia akatoka?
au akapata tatizo akatoka, au mpaka avamiane na mtu ndio mchezaji kaumia. Toka yake ilionekana ya asila. Hapana, ni goalkeeper ambaye hapendi kufungwa, na goalkeeper ambaye hapendi kufungwa, goalkeeper wote au mchezaji wote ambaye hapendi kufungwa, huwa unapomfunga au unapoonyesha tukio lolote ambalo kwake sio zuri, action yake ndio, na ndio wachezaji mimi nawahitaji wachezaji kama hao, mchezaji ambaye hakifungwa anapata uchungu. Mpaka dakika hizi mbaki na pointi 2 tu, wapinzani wenu kuwakuta. Vipi, unasemaje kwamba kombe mpo ridhaa kuliachia ili wapinzani wachukue? Mimi nasema hivi, narudia kusema Yanga ni bingwa, kwa sababu watu wengi wanasema Yanga imeshuka kiwango. Kwa mimi, kwa jicho langu, Yanga kweli imedrop kidogo, kwa sababu mwaka jana tulifunga wastani wa goli 80. Mwaka ulioisha tulifunga goli 70 na kitu. Safari hii hata goli 2 hatuwezi kufikisha goli 80, tutaishia labda kwenye 71 72. Lakini kama Yanga hii unasema Yanga mbovu ambapo inaongoza ligi, basi waliokuwa nyuma ni wabovu zaidi ya Yanga. Yaani wanaoifuata Yanga watakuwa ni wabovu zaidi ya Yanga, kwa sababu Yanga ni mbovu. Unasema Yanga hii ni mbovu, Yanga hii haiwezi kufanya vizuri, lakini hawa waliokuwa wazuri wako wapi? Na kati anaongoza ligi. Ukumbuke Yanga ana mwaka mmoja na miezi 8 na miezi 6 na siku 28 hajafungwa mechi, kaja kufungwa juzi tu na Dodoma Jiji. Kumbuka mpinzani wako binadamu kumnyia kunguru. Kumbuka mpinzani wako ulimzidi pointi ngapi, na leo hii anakukaribia bado pointi ngapi? Simba nilibakisha pointi 1 na akashindwa kunivuka, akatengeneza 3 mwenyewe, akatengeneza 5. Naamini hatonivuka na atatengeneza zingine. Yanga bingwa kama anavyosema bosi wangu Gharib Saidi, Yanga bingwa. Asante.